Karibu sana kwenye kipindi cha Boardroom. Leo Boardroom yetu ikiwa tofauti. Naitwa Baby Kabae na ni kipindi maalum ambao tunazungumza na viongozi mbalimbali kwenye sekta ya biashara na sekta ya fedha. Tukiamini kwamba kwenye kila boardroom, sehemu ya mkutano, mtu au watu wanakuwa wanajadili mambo makubwa na wanatengeneza maamuzi. Lakini hapo pia wanakuja na mstakabali wa kuendesha biashara, kampuni, na mara nyingine tutapata pia kuungana na viongozi wa kitaifa ambao watakuwa wanatueleza vile wanafanya maamuzi ya kuongoza taifa. Leo nimepata bahati sana, fursa mbili ya kwamba kuingia kwenye ubia kama kampuni ya Wealth Media Group na kupitia podcast zetu W Podcasts na TNCC ambao wao ni chemba ya biashara ya taifa, kwa Kiingereza Tanzania National Chambers of Commerce, na wamesema tunaweza kushirikiana kwenye kutengeza vipindi vya kuwajulisha na kuwatambulisha wafanyabiashara kwenye sekta zote kwa Tanzania wengine na hata kwa duniani, kwa sababu sasa hivi ukiingia kwenye masuala ya YouTube na mitandao, mtu yoyote akiwepo popote duniani anaweza kuangalia. Lakini pili, tumepata muda pia kuzungumza na afisa mtendaji mkuu Oscar Kisanga, ambaye yeye ndio alikuwepo nasi kwenye kusign mkataba huo, lakini pia leo amesema lazima ashiriki nasi kwenye boardroom kwa sababu tumefanya maamuzi humu. Ndio hao nasema umuhimu wa kuwa na kipindi kama hiki. Asante sana Bwana Oscar Kisanga, asante sana afisa mtendaji mkuu wa Tanzania Chambers of Commerce, National Chambers of Commerce, na mmebadilisha jina hivi karibuni. Hapa tumepata logo mpya, jina jipya. Hongereni na sio safari ndogo. Niambie nini ambacho ndo kilifanya tumefika kwenye hatua ya kubadili jina, kubadili logo na kuwa na muonekano mpya? Asante. Kama nilivyotambulishwa, mimi kwa majina yangu naitwa Oscar Kisanga, ni mkurugenzi mtendaji ama kwa Kiingereza tunaitwa Chief Executive Officer wa Tanzania National Chamber of Commerce, chemba ya biashara ya taifa. Kimsingi chemba hii ilianzishwa mwaka 1988 na wakati huo ilijulikana kwa jina la Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Ukiangalia kipindi hicho ni kwamba sekta za biashara zilikuwa ni commerce, industry kwa maana ya viwanda, pamoja na kilimo kwa maana ya agriculture. Sasa dunia imeendelea kubadilika, teknolojia zimeendelea kuja nchini, lakini pia kuna wenzetu ambao tayari walikuwa wanafanya hizo chemba za dunia, na sisi kama chemba ya taifa ya biashara ni wanachama wa umoja wa chemba duniani, tunaitwa International Chamber of Commerce. Right. Kwa hiyo tukaangalia kwamba kwa kuwa wenzetu sasa hivi wako katika level ya kuongezeka kiteknolojia, lakini kuchukua ile inclusivity ya kuwa na sekta nyingi. Dunia leo kama nilivyosema imebadilika, kuna watu wanafanya biashara ya maji, kuna watu wanafanya biashara ya insurance, watu wanafanya real estate, lakini kuna wengine wako kwenye madini, wengine wanafanya construction, lakini pia kuna wakina mama sasa hivi wanafanya biashara pamoja na vijana. Tukasema hii chemba ambayo kwa imejikita sehemu moja kwa maana ya industry, agriculture na commerce, biashara sasa zimeongezeka, sekta sasa zimeongezeka. Nasema ili tu accommodate wote, iwe inclusivity, ndio maana tukaja na Tanzania National Chamber of Commerce. Maana yake sekta ya viwanda, sekta ya kilimo, sekta ya madini, sekta ya horticulture, sekta ya madawa, sekta ya real estate, sekta zote sasa tunaziweka pamoja, kwa sababu ile katiba ya mwanzo walikuwa hawapatikani. Na sasa mimi nawezaje kuwa mwanachama wa chemba wakati sioni dirisha langu pale? Kabisa. Mimi nazalisha maji, sijaona nimetajwa pale kwenye katiba yao. Mimi nazalisha madini, mimi nazalisha labda mboga, matunda, sijioni pale. Kwa tukasema tuifanye iwe inclusivity. Na hii sio tu sisi. Kwa mfano ukienda Marekani ni American National Chamber of Commerce. Ukienda Saudi Arabia National Chamber of Commerce. Ukienda Belgium National Chamber of Commerce. Na hata wenzetu Zanzibar National Chamber of Commerce. Kwa sisi tukaona ni wakati sahihi ili tuweze kuwa include na kuwaweka wanachama wengi nje pamoja na ndani ya nchi, twende kwenye huo muunganiko wa kuzinclude hizi sekta zote ziwe katika sehemu moja. Na utagundua kabisa kwamba sisi chemba wafanya biashara tuna ofisi katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara, lakini tuna ofisi katika wilaya zote karibia 121 za Tanzania bara. Na huko kote tuna wanachama zaidi ya 30,000
nchi nzima, na wanachama hao wanatoka katika sekta za chini, kwa maana wanachama wa SME, youth pamoja na women, lakini kuna wale wanachama wa size ya kati tunaoita middle enterprise, na wale wanachama wakubwa ambao tunaoita corporate members. Hao wote sasa tukaona hawa wanatoka kwenye sekta tofauti tofauti tuwaweke pamoja ili waje kuwa na sauti yao kupitia Chemba ya Taifa ya Biashara, ambayo kimsingi unaweza kusema ndio sauti ya private sector hapa nchini. Okay, hongereni sana. Lakini pia ninafahamu kwamba wanawake pia kuna chemba yao ya wanawake. Je, ilitokana na kwamba wakati ilikuwa haiko inclusive, na sasa hivi mnashirikiana vipi na hii pia Tanzania Women Chambers of Commerce? Ni swali zuri. Ukiangalia kama nilivyosema kwenye katiba yetu ya mwanzo, wakati tukiitwa Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, kulikuwa kuna hayo mawanda ya kutokuwa na uhalali ya kuonyesha nafasi ya kina mama ambao wanafanya biashara. Na kimsingi kwa historia ambayo ipo na itakuwepo, hata hiyo Tanzania Women Chamber imeanzishwa na ofisi hii ya Tanzania Chamber of Commerce. Okay. Lakini nadhani baada ya kuona hawana sehemu ya kuzungumza mambo yao kwa unafuu zaidi, wakaamua kujiweka pembeni, lakini historia wale wameanzishwa na TCCIA. Kwa sisi sasa hivi ili kuwarudisha, ndio maana tumeleta inclusivity, na katiba yetu inasema wazi kabisa wanaruhusiwa kuwa memba wa TNCC kama association, kwa sababu tayari wao wameshakuwa na association, wana wanachama wao. Ndiyo. Na sisi tunatoa nafasi ya wao kuwa mojawapo wa wanachama wa TNCC. Mathalan, kiongozi wao wa ile Women Chamber of Commerce anaweza pia akaja, akiwa mwanachama wa TNCC, anaweza pia kuja kugombea nafasi ya kuwa rais wa chemba au kuwa makamu wa rais, kwa sababu atakuwa anagombea kwa mwavuli wa association yake, kwa sababu atakuwa ni memba wetu. Kwa hiyo wale nao tunafanya nao kazi na tunahitaji kuishirikiana nao, kwa sababu sisi inaweza ikaja miradi ama project mbalimbali zinazohusu wanawake. Kwa mfano mathalan, sasa hivi kuna mradi mkubwa sana sisi TNCC tumeingia na wenzetu wa Agra, ambao ni Agra ni NGO ambayo iko kule Ubelgiji, kusaidia wakina mama wajasiriamali wanaofanya biashara kwenye cross borders. Unajua wanafanya biashara labda pale Tunduma, mwanamama anauza mchele wake, anauza upande wa pili, huyu anauza vitunguu analeta kule, ile inaitwa cross border business. Na wanafanya sana ni vijana na kina mama. Kwa hawa Agra wanatusaidia kwa capacitate waweze kujua utaratibu wa kufanya biashara, lakini kuwafundisha masoko yako wapi, na kingine kuwasaidia ile mitaji. Kwa sisi tunafanya nao kazi hao Agra, lakini kwa maana ya Women Chamber ni kwamba tayari lile ni dawati la wanawake. Na sisi kama chamber hapa tuna dawati la wanawake. Ukiangalia kwenye strategic plan ya kwetu ya mwaka 2026-30 iko directory kabisa ya youth, women empowerment, entrepreneurship. Manake ni pia tunawaconsider wakina mama, tunaconsider wanawake, watoto katika kuwezesha kufanya biashara zao ndani pamoja na nje ya nchi. Ni vizuri kabisa kwa sababu tupo kwenye mwezi wa wanawake, tukiwa kwenye mwezi wa 3, na mambo mengi wanaonyesha kwamba kuna mwamko sasa hivi kwa wanawake kwenye sekta nyingi tu, sio tu kwenye biashara. Je, hapa tunaweza kusema tangia mmebadilisha jina, je, mmeona mwamko wa wanawake au associations za wanawake wengi zinakuja kujiunga na TNCC? Na baada ya hapo leo unaweza kutajia ni sekta ipi sana tunaona akina mama wengi wanashiriki? Asante. Ukiangalia kwa upande wa kina mama sasa hivi ni jambo ambalo halifichiki, kina mama wanafanya biashara. Zamani ulikuwa ukiona biashara unadhani ni kina baba tu, lakini nikwambie ndugu mtangazaji, ukienda sasa hivi watu wanaopanda ndege kwenda China kufunga mzigo na kuleta Tanzania ni kina mama. Karibia ndege nzima unakuta kina mama na vijana. Kwa hiyo kina mama sasa hivi sio wale kina mama unaotegemea atakaa nyumbani asubirie kuletewa sijui pesa na mume wake, hapana. Wanafanya biashara. Na katika hilo na mifano ya kutosha tu, tokea tumeingia kwenye TNCC tumeweza kuwashawishi na akina mama wajasiriamali walemavu. Tulienda kuwatembelea pale Kinondoni. Ndiyo. Na ni wanachama wenye association yao wanaofanya biashara, wengine wanasuka, wengine wanatengeneza hizi sabuni hizi za kuoshea vyoo na kadhalika, wengine wanafanya batiki. Ni walemavu lakini ni wakina mama wana association yao. Baada ya mageuzi ya mapinduzi ya TNCC na wao walikuja kujiunga kwa wanachama wa chemba ya wafanyabiashara. Lakini hatujaishia hapo, ziko association nyingi tu ambazo zinatamani kuendelea kufanya kazi na sisi. Tuko na wenzetu wa TAFA, hao ni watu wanaoshughulika na clearance and forwarding. Ni wanachama wa chemba kwa sababu wao ni association yao, lakini ni wanachama wa chemba ya wafanyabiashara.
ambao ni TNCC, lakini ziko association nyingi tu ambazo zimeongeza au zinaonyesha nia ya kuja kufanya kazi au kuwa wanachama wa TNCC. Kwa mfano TATOA, kuna wale mining chambers, yes. na kuna wengine wanafanya horticulture kule Arusha. Wote wanataka kuja kuwa wanachama wa TNCC, kwa maana kwamba tuwe na sauti moja. Lakini vile vile tuhakikishe zile fursa ambazo zinapatikana katika chemba hii na wao wanazipata. Nikupe tu mafsala, na nimekuwa nikisema sasa hivi kuna uhitaji mkubwa sana wa avocado, haya maparachichi katika nchi za European Union yanahitajika. Kazi yetu Chamber of Commerce ni kupata ile taarifa ya masoko kule na kuwaletea wanachama. Utagundua ukienda katika mkoa wa Njombe kwa Mheshimiwa Mtaka, unaambiwa kuna wakati maparachichi yanazalishwa yanaoza chini, yanamwaga mpaka naoza. Lakini kumbe kuna soko kubwa sana linahitajika European Union. Kwa Chamber wafanyabiashara kazi yake pia ni kuwa link wafanyabiashara wa size ya chini, wale wa juu na wakati, kuwatafutia masoko ya kuweza kuuza bidhaa zao. Huwezi kuamini, unaviona hivi vifuu vya nazi. Yes. Vifuu vya nazi vinahitajika sana huko nchini Algeria. Ile ambayo tunashia moto. Ukishatoa tunashia moto. Vinahitajika sana. Kule vikipelekwa vinaenda kutumika sijui katika kutengenezea dawa na vitu vingine katika kuadi byproduct nyingi ni vifuu vya nazi. Sasa Chamber wafanyabiashara ndo kazi yake kuwapa taarifa, access za masoko au wanachama wetu, wakiwemo kina mama kama ulivyosema, vijana na wafanyabiashara wakubwa. Lakini kumekuwa na trade missions nyingi, wale wafanyabiashara ambao wanakuja Tanzania. Na hapa lazima tuseme tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kufungua mazingira mazuri ya biashara. Sasa hivi tumeona investors wengi wanakuja, wanatamani kuja kuwekeza Tanzania. Na investors wanaokuja ni wafanyabiashara, ni private sector. Na nani anaizungumzia private sector nchini zaidi ya TNCC? Sisi kazi yetu kuwaleta wale wafanyabiashara, wale investors, unawakutanisha na wafanyabiashara wa Tanzania. Unafanya ile mapping. Yes. Labda huyu anafanya kule kwao, let's say mambo ya pharmaceutical. Unamuunganisha na mfanyabiashara wa pharmaceutical hapa Tanzania, wanafanya matching, wataanza kufanya biashara na kwenda huyu akapati na huku na huyu akapati na huku. Wiki iliyopita tulikuwa tuna mazungumzo na yanakuja maonyesho makubwa sana yanaitwa Omani Expo. Wanakuja zaidi ya wafanyabiashara 250, wanatoka katika oil and gas, wanatoka katika sekta za kilimo, wanatoka kwenye sekta za logistic, wenzetu kule wanatoka kwenye madini, wanataka kuja huku ili kutafuta ni fursa gani ambazo zinapatikana katika nchi ya Tanzania. Sasa kazi ya Chamber of Commerce ni kuwa link, kufacilitate hiyo trade pamoja na investment. Watakapofika maana yake tutawakutanisha, watafanya zile B2B, business to business, lakini wataweza kukutana na wafanyabiashara wenzetu wa hapa Tanzania ambao wanafanya biashara kulingana na za kwao wanazofanya. Nini kitazaliwa hapo, ndugu mtangazaji? Zitazaliwa partnership, watu watasaini contract za mashirikiano, watapeana mitaji, watafanya linkage na network ya kufanya biashara. Na unavyogundua sasa hivi biashara huwezi kuifanya tu katika level ya nyumbani, lazima pia upate na soko la nje. Kwa hiyo yes. Sasa nikiangalia hiyo inaonekana, unajua zamani tulikuwa tunaambiwa tusisubiri hizi mvua za vuli, sijui mvua za nini ili ndio tuweze kupima kilimo. Siku hizi watu wana teknolojia mpya. Na sasa hivi kuna teknolojia. Ulivyotaja Oman, najua Oman walipata round table hapa na wafanya biashara kupitia TPSF ambao nafikiri ni wanachama wenu mwezi wa 9 hivi walikuja Tanzania. Nafikiri sasa haya ni matokeo ya mkutano ule wa round table alifanya na TPSF na Tanzania National Business Council TNBC. Sasa nafikiri ndo wamekuja rasmi kutafuta kupitia hiyo expo. Je, kuna nini ambacho Chamber ya Biashara ya Taifa inafanya, ina organize, yani nyinyi ambao ndo mnaitengeneza wenyewe kama nyinyi, ili tusisubiri zile mvua, tusisubiri zile, yani tunasema kwa mfano TNCC sasa hivi ndio imeandaa mkutano huu mkubwa wa kitaifa au kimataifa kuwaleta wafanya biashara kutoka sijui nchi za magharibi, labda nchi za Kiarabu, nchi za kutoka labda Uchina huko, ili wakutane na wafanya biashara hapa. Yani tunatengeza ya kwetu moja kubwa kuliko. Sawa. Kwanza kabisa ni kuambie TPSF wale sio wanachama wetu, ni private sector kama private sector nyingine. Okay. Sisi tumefanya sana. Hao Omani ambao walikuja kwa mkono wetu sisi. Ukiachia hiyo uliozungumza walioifanya wao, sisi tuliwaita Omani Chamber of Commerce, wakaja na delegation zaidi ya watu 300 na walikuja na private jet. Okay. Na wakaja tukakutana nao pale Hyatt Campix Hotel, tukafanya hizo B2B
ambayo ndio imetokea baada ya yale tuliyofanya mwaka jana. Ndio maana wanakuja na hiyo expo ya Oman ya mwaka huu. Sisi tunafanya hizo exhibition za kwetu kama chemba, tumezifanya nyingi na tumeendelea kufanya. Kwa mfano walikuja wa Iran mwaka juzi katika makongamano makubwa sana, tukafanya hapo Mwalimu Julius Kambarage JNCC. Tukafanya exhibition kubwa sana ambayo tuliwakutanisha wafanyabiashara wa kwetu pamoja na wale waliotoka Iran, na ilileta matunda. Sasa hivi kuna soko sana la nyama lililokuwa linahitajika kupeleka Iran kutokana na matunda ya ile exhibition. Hata hii ya Oman wanahitaji sana nyama pamoja na matunda, lakini walikuja hapa Saudi Arabia, walikuja exhibition ya watu kubwa sana, delegation kwenye masuala ya biashara. Chemba wafanya biashara ya taifa tukaorganize ile na tukawaleta wafanya biashara wetu locally ambao walishiriki, na opportunity nyingi sana zilipatikana. Zaidi ya hapo, mwaka jana pia tulisaini Ikulu mbele ya Mheshimiwa Rais mkataba wa mashirikiano na wafanyabiashara wa chemba kutoka UAE, zile nchi za UAE. Tulisaini mkataba wao Ikulu kati ya chemba wa Tanzania ya biashara pamoja na wenzetu wa UAE, mashirikiano ya kibiashara, zile opportunity ambazo zinapatikana UAE na zile opportunities zinazopatikana Tanzania, tuweze kushirikiana, tuweze kubadilishana kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ya energy kama nilivyosema, madini na sekta zingine za chakula pamoja na kilimo. Kwa hiyo sisi kama chemba tumekuwa na exhibition zetu nyingi tu ambazo tunazifanya kati ya nchi na nchi. Mwaka huu mathalan walikuja hapa wenzetu wa chemba ya Malawi, tukaingia nao makubaliano MOU ya mashirikiano, na kutokana na hivyo mwezi uliopita waziri wetu wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga alienda kule na wafanyabiashara kadhaa na watu wa serikali Malawi kwenda kuangalia fursa zinazopatikana kule Malawi ambazo tunaweza tukazileta hapa Tanzania ili tuweze kuconnect na wafanyabiashara wetu wakaweza kuzishiriki, ili ziweze namba moja kuwakuza wafanyabiashara katika kufanya zile biashara, lakini namba mbili, ukimwezesha mfanyabiashara, ukiwezesha private sector, utasababisha au utaongeza multiplier effect, kwa maana ajira zitaongezeka. Wafanyabiashara wanaajiri na wakiajiri, maana yake uchumi wa mmoja mmoja utapanda. Ukiacha hivyo, unavoleta investment, maana yake technology itakuwa, kwa sababu tutazalisha, viwanda vinatakiwa teknolojia. Sasa unavoleta wawekezaji wanakuja. Juzi nilikuwa na mazungumzo na wenzetu wa Brazil, Chamber of Commerce ya Brazil. Kuna mwekezaji anataka kuja kuwekeza katika kiwanda cha sukari. Anataka alete teknolojia yake, anataka tu apate eneo kubwa kwa ajili ya kulima hiyo sugarcane, sukari, na kiwanda chake akiweke pale ili aweze kuzalisha sukari. Na akizalisha sukari, uzuri wa Tanzania, sisi Tanzania is a very strategic location. Tunahudumia karibia nchi za karibia 7-8 kutokana na ile bandari yetu. Unavopata soko hapa Tanzania, maana yake nini? Soko la Kenya, soko la Burundi, Malawi, Bujumbura, Kongo, lote ile unakuwa umelishika wewe. Na nini maana yake? Utaweza kuuza, utazalisha kwa kiwango kikubwa ambacho unaweza kulimiti soko hilo. Na ukiwa hapo ukishawekeza, ajira zitapatikana na kodi itaongezeka. Kwa hiyo tutakuza ile tax base. Na ndio maana kwenye ile vision ya 2050 ya Tanzania, kwenye pila ya 5 wanasema develop human capital and development human development. Capital, kuongeza mitaji ya wafanyabiashara ili waweze kufanya biashara vizuri wakiwa katika mazingira ambayo ni business conducive environment. Lakini pia development, kwa maana sasa watu wa pale maendeleo, kwa sababu unavoleta biashara, unavofanya biashara, watu watapata maendeleo. Na sera inasema vision ya 2050, 70% itakapofika 2050, ile dola trilioni 1, 70% inatakiwa itoke kwenye private sector. Na private sector ndio ina maana itachangia kwa 70% kuifikia hiyo dola trilioni 1 ambayo ndio tunasema itakuwa kwenye dira 2050. Kwa ni muhimu kucapacitate hizi private sector ili ziweze kushindana, zizalishe product nzuri, viwanda na kadhalika, ili tuweze kufikia hiyo vision ya 2050 ya kupata
dola trilioni 1. Kwa wafanyabiashara ambao wanajiunga na TNCC, tunawalindaje kutokana na swala kama hivyo, unasema tunaleta investors kutoka nje ama tunaenda kuwa link na mabalozi yetu kule nje ili wasitapeliwe, wasirubuniwe, isitokee kitu ambacho sio sahihi. Kwa mfano sasa hivi hatujui amani inaendaje Iran, lakini tunachoona sio kizuri. Tunasema tunawapelekea nyama. Sasa hapo si tayari tumekosa biashara. Huyu mfanyabiashara ambaye ameinvest, amewekeza hela yake, amechukua mkopo benki, amesema TNCC wamenisaidia kupata link ya kupeleka nyama Iran, sasa hivi ya kutokea imetokea. Tunawalindaje hawa wafanyabiashara wetu wakati tunatafuta soko ya nje? Ni swali zuri sana. Kimsingi ni kwamba kama nilivyosema, sisi chemba wafanyabiashara tuna wanachama au wasiopungua 30,000 plus nchi nzima, lakini nimekwambia tuna ofisi katika mikoa yote pamoja na wilaya. Lakini hatujaishia hapo. Sisi tuna ofisi zetu katika nchi mbalimbali, tunaziita diaspora offices za TNCC. Kule tuna wawakilishi wetu na wale wawakilishi wanafanya kazi kwa niaba ya Chamber of Commerce. Nini wanachokifanya wakiwa kule? Kazi yao ni kutafuta access ya masoko ya wafanyabiashara wa ndani kupeleka katika nchi husika na kutafuta opportunity ambazo ziko kule kuzileta nyumbani. Nikupe tu mathalan katika mfano huu. Mwaka huu kuna mfanyabiashara mmoja ambao ni mwanachama wetu alikuwa anataka kufanya biashara na mtu ambaye yuko China. Wakiwa kule China akawa anafanya naye communication, kuna product alikuwa anazitaka kutoka China zije Tanzania. Kwa hiyo wakawa wanafanya communication za kibiashara. Lakini mwisho wa siku akasema ngoja nijilizishe niende chemba, mimi ni mwanachama wa chemba. Je, yule bwana anaofanya biashara kule China ni halali? Walipokuja hapa sisi kama chemba, kutokana na mandate tuliyokuwa nayo na kuwa na ile office ya diaspora kule China, tukafanya mawasiliano. Bwana, kuna mwanachama wetu anataka kufanya biashara 1, 2, 3. Je, hawa watu wako kweli? Yule diaspora akaenda kajilizisha, kaonekana wale watu hawafanyi hiyo biashara. Na yeye alibaki kidogo tu atume pesa. Na pesa yenyewe alitakiwa atapeliwe kwa kianzio ilikuwa dola 600,000. Kwa utagundua kwamba Chamber of Commerce bila kuwa na hiyo link ya kuwa na diaspora representative kule, huyu mwanachama angekuwa ametapeliwa hiyo dola 600,000. Sasa kuna wanafanya biashara wangapi wanaenda China na mizigo yao wanatapeliwa, anatuma pesa azipati kwa sababu tu ameenda ajue labda Chamber of Commerce ingemsaidia. Ziko arbitration dispute nyingi sana zinatokea kwenye biashara ambazo kimsingi ukiwa mwanachama wa Chamber of Commerce unazipata. Mwezi uliopita wiki iliyopita wenzetu wa GIZ walitusaidia kutufacilitate kuwafundisha ma regional managers wote wa TNCC. Tuwaleta sehemu moja pa Dar es Salaam kufundishwa kuhusu arbitration kwenye business dispute, ili sasa ile elimu wakiipata waipeleke kwenye mikoa yao kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wafanyabiashara. Bwana, ukitaka kufanya biashara, ukikutana na tatizo la dispute yote kibiashara, utaratibu ni huu na huu na huu. Chemba ina uwezo huo wa kuintervene na kukusaidia na kupata haki zako za kibiashara pale ambapo zitakuwa zimeenda sivyo ndivyo. Kwa hiyo elimu hiyo tunaitoa sisi na tulikuwa na wenzetu wa GIZ wametusupport. Kwa hiyo utakumbuka au utagundua TNCC ukiacha tu kufacilitate trade na investment, lakini pia tunatatua matatizo na changamoto. Mathalan kule kwenye Wizara ya Fedha sisi ni wajumbe wa task force na think tank. Maana yake nini? Nikupe mfano huu. Chemba wafanya biashara ilizunguka nchi nzima kukusanya maoni kwa msaada wa wenzetu wa Trademark Africa. Tunaziita PPDs. Yes. Public Private Dialogues. Moja ya changamoto walioikusanya kule, wakakutana na wafanyabiashara wakisema, bwana, tozo ama hizi kodi za wilaya kwa wilaya zimekuwa ni kama changamoto kwao. Sawa. Wakasema mathalan pale Singida gunia moja la vitunguu ukitaka kulipeleka katika wilaya nyingine unachajiwa tozo shilingi 1,000. Sawa. Lakini gunia kama hilo la vitunguu ukitaka kulipeleka labda wilaya ya Manyara au wilaya nyingine, kodi yake shilingi 2,000 hadi 5,000. Kwa hiyo wakasema sasa mbona hii kodi badala iwe uniformity hapa shilingi 1,000 kule 5,000, lakini hiyo mzigo. Kwa hiyo unakuwa unamuonea mfanyabiashara. Kwa sisi tukachukua yale maoni tukayapeleka kwenye serikali na nashukuru serikali sikivu ikayasikia na ikaipokea. Maamuzi yaliyotolewa ni kwamba mkurugenzi yoyote wa wilaya au mkuu wa wilaya ambao wanatengeneza zile kodi za ushuru kutokana na wilaya hawezi kupanga kodi yoyote
bila kwenda kumconsult wizara ya fedha, ambayo ndio wizara mama inaoshika pesa. Yeye ndio anamwambia hii kodi hapana. Kwa nini umwambie huyu alipe gunia la vitunguu labda ushuru wake 1000 na wakati sehemu nyingine. Kwa hiyo sio unajiamkia tu asubuhi unaanza kupanga kodi zako ambazo zinaweza zikawaumiza wafanyabiashara. Lakini tulienda zaidi tukakusanya kuhusu haya maoni na changamoto za service levy. Walilalamikia sana wafanyabiashara. Tukalichukua kama Chamber of Commerce, tukalipeleka kwenye Wizara ya Fedha, likachakatwa na kwenye bajeti ya mwaka jana ya Wizara ya Fedha limepitishwa, na ile walichokuwa kiwango wanalalamikia kimepunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa utakumbuka Chamber sio tu hii kuweka biashara, lakini pia kusababisha kuwapa elimu ya watu, ulipaji wa kodi na zile changamoto zao za kifedha ambazo zinakuwa zinawakabilia. Mwaka jana tumeingia kwa mfano MOU na wenzetu wa TRA. Kukusanya kodi inahitaji pia lugha, customer care. Kabisa. Sasa ukimpa mtu wa TRA akakusanya kodi, nini mnakumbuka tulikotoka kulikuwa kuna tax force, sijui mtu hajalipa deni anafungiwa, makufuli anafungwa. Sisi tukawaambia wenzetu wa TRA tushirikiane kwenye kupeleka elimu ya mlipa kodi. Hii elimu tukishirikiana na private sector, matokeo yake yatakuwa mazuri, kama ilivyoanzishwa polisi jamii. Yani polisi sasa unakuwa umuogope kutokana na nini, anakueleza au anakupa elimu ya kulipa kodi ili mfanya biashara mwenzako. Mathalan niwe baby, una saluni yako, unamwambia mwenzako bwana, mimi na tini namba nalipa hivi na manufaa ya kulipa kodi ni haya na haya. Atakuelewa kuliko akaja mtu ametoka TRA ana pingu na white collar kwambia lipa kodi, lazima atafunga. Na biashara nyingi zilifungwa kwa sababu ya hizo tax force na wengine mitaji ilipotea na ikafa. Nakumbuka tulikuwa kwenye corona, biashara nyingi zilifungwa. Mnachofanya ni nzuri kabisa, kwa sababu hata pia kwenye sera mnaingia hadi kwenye kubadilisha au kupunguza makali ya sera nyingine, ambayo hivyo inasaidia wafanyabiashara ambao wao ndio wengi, na umesema mna wanachama zaidi ya 30,000 nchi nzima na ofisi kwenye kila mkoa. Kitu kingine ambacho linaeleza ni kwamba mmebadilisha katiba, imeingia kila kitu inclusivity. Mna ukaribu gani wa kufanya kazi na sekta binafsi na serikali kama TNCC, hususan kwenye upande wa serikali? Sekta binafsi nafikiri hapa kwa sababu wanachama wengi watakuwa kwenye sekta binafsi, lakini hapa kwenye serikali hapa nimeshukuru TRA. Je, mnawasaidiaje wanachama hapa kuwa na ule ukaribu wa serikali? Na nafahamu pia rais wa TNCC Bwana Vincent, lakini najua mwenyekiti wake nafikiri ni rais wa nchi, rais wote wa nchi, si ndio? Ndio mwenyekiti wa TNCC. Sasa ile kuwa na mwenyekiti ambaye ni rais wa nchi au rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa inawasaidia vipi kuwa na ukaribu na serikali kwenye kubadilisha mambo mengi ambayo yanahusu wafanyabiashara? Kodi zinapanda, kodi zinabadilika, mafuta sasa hivi. Tunafanyaje, kwa sababu inaonekana TNCC mkono karibu na serikali? Asante kwa swali zuri. Kwanza kabisa mwenyekiti wa NBC, Tanzania National Business Council, ndo rais wa Jamhuri ya Muungano. Ndio. Bwana Vincent Minja ni rais wa TNCC. Ndio. Kushirikiana kwa ukaribu kwa kweli, nakiri kabisa Chemba wafanya biashara tumekuwa tukishirikiana sana kwa ukaribu na serikali pamoja na taasisi zake za serikali. Kwa mfano tumeendelea kushirikiana kwa ukaribu sana na wenzetu wa TISEZA, tumeendelea kushirikiana vizuri kwa ukaribu na wenzetu wa BRELA, tumeendelea kushirikiana vizuri TBS, Tantrade kwa Bi Latifa Hamisi kule, tumeendelea kushirikiana na manispaa, mikoa pamoja na wizara mbalimbali. Na katika hili tunaendelea kumshukuru sana waziri wetu wa mambo ya nchi za nje Mahmoud Balozi Mahmoud Kombo, ameendelea kufanya kazi kwa ukaribu na serikali, kwa sababu unajua yule anaenda nje kwa ajili ya kuisemea nchi kwamba jamani, nyumbani kuna fursa 1, 2, 3. Na kwa kweli hizo fursa zikija moja kwa moja zinakuwa kwa ajili ya private sector. Serikali haifanyi biashara, ni wafanyabiashara ndio wanaofanya biashara. Na waziri Mahmoud Balozi Kombo ameendelea sana kufanya kazi na sisi kama Chemba kwa maana ya serikali na wizara mbalimbali. Wizara ya Profesa Kitila Mkumbo, wizara yetu ya viwanda na biashara kwa Judith Kapinga mheshimiwa, na wizara nyingi sana tumeendelea. Kilimo, kwa sababu unaona kilimo ni mtu wangu, wizara ya kilimo, mali asili na utalii, wizara karibia zote tumeendelea. Kwa sababu pia kuna logistics sasa hivi, kuna SGR, wafanya biashara wanafanya biashara vizuri. Kuna upatikanaji wa umeme, bwawa la Mwalimu Nyerere,
yote hayo yanachangia kuchagiza uchumi wa nchi, lakini wafanyabiashara wafanye biashara vizuri. Sasa katika hilo swali lako kuhusiana na National Business Council Tanzania, sisi katika level ya mikoa na wilaya ndio tunasimamia yale mabaraza ya biashara ya mikoa na wilaya. Sasa yale yanakusanisha wafanyabiashara wa mikoa husika au wilaya husika na kudiscuss changamoto ambazo zinapatikana katika level ya wilaya au mkoa. Na zikishafanywa kazi, kuna baadhi zinafanywa kazi zinakuisha kwenye level ya wilaya, zile ambazo zilishindikana zinaletwa kwenye level ya mkoa, na zikipelekwa kwenye level ya mkoa tena na zingine za mkoa zile husika zinachanganywa, zinadiskasiwa, ambazo zinaisha ambayo inakuwa haijamalizika ndio inakuwa packed kwa ajili ya kuileta kwenye Tanzania National Business Council, ambao mwenyekiti wake ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwenye level sasa ya wilaya, mwenyekiti wa baraza la biashara ya wilaya husika ni mkuu wa wilaya husika. Okay. Na makamu wake ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wilaya husika. Nirudie hapo, makamu mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa baraza la biashara la wilaya. Okay, sawa. Na kuna kamati yake ambayo sasa ya biashara ambao wanakaa secretariat ile, yupo mwenyekiti wa TNCC wilaya husika. Kwa hivyo inamaanisha kila wilaya kuna mwenyekiti wa TNCC. Ndio. Okay. Anachaguliwa na nani? Na anachaguliwa na wafanyabiashara wa mkoa wa wilaya husika. Okay, ambao ni wanachama halali wa TNCC. Okay. Kwa wale wanakuwa na wanachama wao, wanasema huyu ndio atakuwa mwenyekiti wetu wa TNCC mathalan wilaya ya Manyara. Ukija kwenye level ya mkoa, kuna mwenyekiti pia wa TNCC mkoa Geita mfano, na yeye anachaguliwa na wafanyabiashara wa mkoa wa Geita, ambao sasa atakiwa kama na wilaya 3 za mkoa wa Geita, wale sasa wafanyabiashara pamoja na pale mjini ndio wanamchagua mwenyekiti. Kwa hivyo hata Dar es Salaam hapa kuna mwenyekiti wa Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Lakini tuna rais wa chemba ambao sasa huyu kwa maana ya lugha nyepesi ndio ni rais wa wenye viti wa mikoa yote ya Tanzania bara 26 na pamoja na wenye viti wa wilaya zote za Tanzania bara karibia 121. Na ni kikatiba kabisa, ni uchaguzi. Mtu anasema na sera zangu hizi nataka niipeleke Tanzania Chamber of Commerce huku na huku sera, na wanachaguana kiuhalali na wanapata muda wa kuongoza. Kwa mfano mathalan kwenye katiba yetu hii mpya, kiongozi ama rais wa chemba anakaa kwa muda wa miaka 5 baada ya kuchaguliwa, kwa sababu strategic plan yetu ya miaka 5. Tukasema akipatikana kiongozi ili aweze maono yake sasa yalingane na ile strategic ambayo tumeitengeneza 2026 2030. Kwa hiyo anakuwepo rais wa chemba pamoja na makamu wake wa chemba ambao wanai-accomplish au wanaifanyia kazi hii vision ya 2026 2030 kwa miaka 5. Sawa, hongereni sana. Nimefurahi nikiangalia pia kwenye maisha yako, we mwenyewe umeweza kuhama kutoka kwenye private sector. Umenieleza kwamba uliwahi kufanya kazi kampuni ya simu. Zamani kuna wengi hawajui ilikuwa inaitwa Celtel, hadi sasa hivi inaitwa Airtel. Ulifanyia kazi wakati inaitwa Celtel, ukaendelea nao mpaka Airtel. Kwa hivyo una experience ndefu hapo kwa hiyo miaka kwenye private sector au sekta binafsi. Lakini pia umeingia kwenye communications ambao ni masuala ya advertising, media, yani mawasiliano, okay, na mahusiano, kwa sababu hizo inahitaji watu wahusiane. Communications is about relationship and connection. Umefika hapo Afrika Kusini, umeifanyia kazi kampuni hapo, ulikuwa director of business development, mkurugenzi wa maendeleo ya biashara. Kwa hivyo unaangalia, hiyo ni sehemu kubwa, kwa sababu unaangalia biashara hii inaenda wapi, tunatafutaje masoko, tunatafutaje kuendeleza biashara hii. Alafu ndio ukajikuta sasa hivi kwa mwaka na nusu upo TNCC. Unafikiri kutokana na experience yako umewezaje kujaza hiyo dash hapo katikati kutoka private sector to this, na mwaka mmoja hapa na nusu imeonekanaje kwako kwenye kujaza hiyo dash? Nashukuru. Kwanza kabisa mimi binafsi nina business mind, kwa maana ya kwamba nimekulia kwenye biashara, lakini zaidi hapo kwa maana ya kusoma, mimi nimesoma vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
nina elimu ya juu ya masters ya international business. Fantastic. Hongera sana. Yes, lakini pia nina masters ya corporate management. Okay. Kwa maana kushughulika na masuala ya corporate companies na vitu kama hivi. Ndio. Lakini nimebahatika pia kuwa na masters ya human resource and strategy. Kwa hiyo najua kuishi na watu na jinsi gani nani akae pale, nani asikae wapi. Yes. Na kuona pia potential ya watu. Right. Lakini pia nina masters degree ya ICT. Huku ukija sasa hivi tuna mifumo. Yes. Inatakiwa tuilink na tuintegrate na serikali. Yes. Mimi Mwenyezi Mungu amenisaidia pia nimepata hiyo masters ya ICT. Okay. Lakini nina masters degree ya mass communication, hiyo unaoifanya wewe. Yes. Kwa najua content, siju 5PH, whatever. Yes, 5Ws. Yes, nafahamu. Kila kitu. Lakini nimebahatika mimi kusoma postgraduate diploma ya masuala ya economic diplomacy kule Kurasini. Okay. Postgraduate is almost like a master's degree. Lakini pia nimepata postgraduate diploma ya masuala ya uongozi. Nimepata kwenye Uongozi Institute. Okay. Sawa. Lakini pia nimefanya sheria na cheti cha sheria. Okay. Kwa ukiniangalia well rounded. Nakimbia huko hiyo. 6 masters degree. Ujaingia tu kwenye masuala ya afya au afya sijaingia. Kwa hiyo ukiangalia with this 6 masters degree, 2 postgraduate diploma pamoja na certificate ya sheria, advertising, public relation advertising nimefanya pia mimi degree yake. Nimejiona na uwanda mkubwa, na hiyo experience sasa ndio imenifanya nikaweza kufanya kazi kwenye kampuni corporate, kwa mfano hiyo Celtel, Zain, Airtel. Ni kampuni ambayo kwa historia yake sisi ukituangalia ni watu tulioanza kufanya kazi mwanzoni na tumeleta revolution kubwa. Mambo mawili ambayo sasa hivi nimeweza kuzizungumzia wakati tunaleta internet service hapa nchini kwenye simu hizo. Mimi ni mmoja wapo ambao tulikuwa kwenye champion team ya kuleta. Simu ilikuwa watu hawaamini kwamba unaweza ukapata emails, au ukapata WhatsApp, au ukapata sijui Google ukasearch, walikuwa waamini. Kwa hiyo sisi na timu kadhaa tukaenda kuifanyia kazi, tukaisomea vizuri, tukaimplement Tanzania, tukaileta hapo. Kwa hiyo sasa hivi unaona watu wanapata sijui WhatsApp, YouTube. Ni hiyo ambayo sisi tumeinchampion. Na baadhi ya wenzetu nadhani mtakumbuka watu wa zamani kulikuwa kuna simu zinaitwa BlackBerry service. Sisi ndio tumeleta ile Celtel na ndio zimekuja huku kuna kuendelea. Lakini mimi pia nimekuwepo katika kuchampion nchi hii kuleta mobile money. Na nilipata shida sana, watu walikuwa waamini kwamba pesa lazima uende benki ndani, uende kwa kashia uchukue, ama utoke nje kwenye ATM. Lazima uishike, yani pesa taslim lazima uishike. Sisi tukasema hapana, kwa sababu tuna internet service kwenye simu. Ni muhimu sasa hivi era ihamie kwenye simu. Watu wafanye mobile money. Kwa hiyo mimi kwenye hiyo timu ya kuleta revolution ya mobile money Tanzania hii, mimi nipo Tanzania, hata ukienda TCRA kule utalikuta jina lako. Kwa hiyo tumefanya hiyo mambo na business. Kutokana na hiyo experience na nyinginezo, nasema ngoja sasa tujaribu upande huu wa Tanzania National Chamber of Commerce. Na kwa kweli najivunia kwa muda ambao niko toka nimejiunga, tumeanza kuona ikiwemo hii ya transformation ya jina, kufikiria sasa tuendeni kwenye inclusivity. German National Chamber of Commerce, kwa nini na sisi tusiwe hivyo? Tumebadilisha logo, tuna strategic plan, nadhani tutaweza kushare ya kisasa kabisa ya corporate, na mambo mengi yameanza kuonekana. Kama utagundua sasa hivi nimesema tunawa connect wafanyabiashara wote wa mikoani, wilayani, waseme sasa hii TNCC si ya makao makuu tu, iwe ni ya mikoa, iwe ya wilaya, na ikiwezekana tukasema iwe sauti ya voice for the voiceless, for the private sector nchini kabisa. Na naweza nikakwambia jambo ambalo should be very interesting. Wenzetu katika chemba zingine nchini huko, nchi zingine kuwa mwanachama wa Chamber of Commerce it's mandatory. Unatakiwa, yani ni lazima. Yani ukiwa na biashara yoyote ni lazima uwe mwanachama. Huko nje. Sasa imewasaidia nini? Kwanza ile inawasaidia kutengeneza revenue kwa maana ya operation ya chemba, lakini unawaweka wafanyabiashara pamoja na wanakuwa na sauti pamoja na wanasaidika kwa pamoja. Mikopo, fursa, na hata ku identify ni biashara gani unazozifanya.
Mathalani sasa hivi kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kwenye soko huru la Africa Continental Free Trade Area. Yes. Ambapo itakapofika mwaka 2030, miaka michache inayokuja, ukifanya biashara katika hizo nchi utafanya kwa zero tariff kwa baadhi ya mazao, kwa baadhi ya product. Ni mathalan wewe una produce koti lako hili kutoka Ethiopia, ukilileta ukaja kuliuza Kariakoo, utaliuza kwa zero tariff kutokana na bilateral agreement za kibiashara tulizoingia kati ya nchi na nchi, especially kwenye soko la. Hiyo itakuja kweli? Inakuja kama nilivyokuambia, internet watu walisema inawezekana, na hiyo inakuja kwa sababu yapo mazungumzo. Na tunakwenda aliepukiki hilo soko kwamba ukitaka kupeleka vitu Burkina Faso ama Nigeria au Mali, Ethiopia, utaenda kuuza kwa zero tariff. Ukimaanisha zero tariff, kwa mtazamaji ambaye haelewi, unasemaje hasa zero tariff? Yaani ulipi kodi yoyote? Kwa kodi ya sifuri kwa hiyo bidhaa ambayo umeizalisha, ambayo imekubaliana. Yani hiyo bidhaa yako ukiileta, labda ili koti ukilileta Tanzania, sisi ile koti halitachajiwa kodi yoyote. Kwa hivyo utalipia tu labda usafirishaji, sehemu ya kulala, labda frame kwa unataka hizo tu, lakini kodi kwenye hiyo haijalishi piece ngapi. Hapana. Nimekuja nazo piece 1000, nimekuja nazo piece 10,000. Alafu mtatengezaje sasa kodi? Sasa kodi ndio maana nasema hivi, kwa baadhi hizo product na serikali sasa ndio inatakiwa unavyoanza sasa kuuza, ile multiplier effect ile unavouza sasa. Yule anavouza si litakuwa tayari na kodi yake kwa yule anaonunua. Mimi wewe umeleta kodi, unakuja sasa kuuza. Sasa ukianza kuuza, si watu watalinunua, ina maana kuna kodi itakuwa ya serikali inachajiwa pale kwenye mauzo. Na ndio tukasema kama mkurugenzi, na natamani nipeleke ujumbe huu kwamba kama ni 2030 inakuja na tunakwenda kwenye soko huru la Afrika, ni muhimu sana serikali na kupitia sisi sekta binafsi kuhakikisha tunapeleka elimu, awareness, kuhakikisha wanazalisha product, wanazalisha mazao whatever ambayo itaweza kukompiti katika hili soko, ili wenzetu wasije wakatutangulia na kutupiga bao. Wakija na maproduct mazuri, ina maana za kwetu tutaendelea kuziuza tu hapa nyumbani kabisa, ili soko hatuwezi kulienjoy. Na vile vile akileta mtu akija kuuza hapa, ina maana wewe utashindwa kuuza kwenye soko la nyumbani. Mathalan mtu anazalisha viatu vya leather pale Ethiopia, analeta viatu vyake anakuja kuuza Afrika, kwenye nchi ya Tanzania, wanaenda kuuza Malawi au meza Kongo. Ataviuza kwa sababu amezalisha kwenye ubora standard ambayo inaweza kuuzika. Wewe huwezi kukubali kununua kitu chenye quality ndogo au mbaya, utabidi ununue. Na kama amekileta kwa zero tariff, ina maana price itakuwa ni rahisi, yani watu wataweza kuimudu kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo nitoe wito kwa wafanyabiashara kuanza kujiandaa na kuhakikisha kwamba wanazalisha bidhaa ambazo zinaweza zikashindana katika hili soko. Lakini niombe pia serikali yangu kuhakikisha kwamba tunawekeza sasa kuvicapacitate viwanda, kuwapa incentive mbalimbali, elimu na kila kitu, technology transfer. Tuhakikishe tunaleta teknolojia kuweka kwenye viwanda vyetu, kwenye uzalishaji wa kila eneo. Availability ya resources, kwa mfano maji, umeme, infrastructure, zijengo za biashara mbalimbali, kurahisisha. Nilikwambia kwa mathalan pale wenzetu wa Oman wanahitaji nyama. Nyama tumeenda kule, mimi nilifika kule kusema tunataka nyama. Bahati nzuri kuna mama mmoja anafanya biashara na kiwanda chake kinaitwa Union Meat, na sisi kama chemba tumemconnect, amepata soko la Oman na karibia nchi zote za Kiarabu. Huyu mama yuko wapi? Yuko hapa Tanzania na kiwanda chake kiko Kibaha, kinaitwa Union Meat. Ukienda ukiwa unaelekea Kibaha, kiko mkono wako wa kushoto, kiwanda kikubwa. Huyu mama anapeleka nyama za mbuzi na ng'ombe soko la Oman na karibia nchi zote za Kiarabu. Anapeleka kila siku kwa ndege. Akasema sasa wenzetu wa Oman, ni kwa nini tusifikirie vitu viwili? Tupate ndege ya mizigo. Tunayo Air Tanzania. Sasa ya mizigo ambayo sasa inakuwa straight to Oman. Ambayo sasa yule anaweza kadistribute kwenda kwenye nchi za Kiarabu. O tupate meli ya mizigo. Sasa hivi mizigo kutoka Dar es Salaam unaenda unapeleka mpaka Mombasa ndo inaenda huko. Lakini sisi ukitungekuwa na meli ya mizigo ya kutoka tu hapa shortcut to Oman, na maana ingekuwa kwa wiki inaenda hata mara 2 mara 3. Sawa. Unapeleka mizigo Oman, wanataka matunda, wanataka mboga, wanataka korosho, wanataka. Kwa hiyo logistic pia ukiziwezesha zikawa vizuri, maana yake
utafanya biashara kwa wingi. Na pia umefungua wigo wa biashara mpya kabisa kama unasema kuhusu hiyo meli. Unajua hiyo inaingiza revenue nyingine mamilioni na inaleta bandari zipo. Zipo na bandari kabisa. iko active kabisa. Kwa hiyo akawa anasema hitaji lingine ni kupata storage facility. Right. Unaweza perishable food, Kabisa. matunda, Cold storage. Sawa kabisa. Eza inakuwepo hapa. Mathalan unaiona ile Tanganyika Packers pale. Yote ile unaweka storage facilities. Kwa hiyo kwa sababu meli labda ikiwa imekwenda kule, watu wanaendelea kuleta mzigo, unakaa pale kwenye storage. Ikirudi inakuja kupaki, inaondoka. Kwa hiyo tupate storage facility hapa Tanzania. Lakini nikusaidia hapo kidogo. Hapo kwenye cold storage nilipata kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Airport Authority. Bwana Abdul Mombokaleo. Naye anasema kila airport, na naziongeza Iringa, Njombe, Songea pale, Arusha, Dar es Salaam hapa, Zanzibar, zote zitakuwa na storage facilities for these perishable goods. Na hiyo anakuja kuifufua kabisa hiyo ndege ambayo ya cargo ambayo anasema inafanya safari moja kwa miezi mingapi, anakuja kuifufua kwa sababu tatizo lilikuwa pia storage. Umeona? Kwa hivyo atahakikisha itakuwa haki ya kila Mtanzania at very low cost, unakuwa na nafasi, unabook, yani kila mmoja anakuwa na book sehemu yake. Exactly. Kwa hiyo katika hilo tunaona yatakuwa ni mapinduzi chanya, kwa maana tutaweza kuwafanya biashara sasa watakuwa wanachangamkia hizo fursa za storage facilities. Lakini tutakuwa kama umesema hiyo meli ama ndege ya cargo ambayo itakuwa inaenda straight mara kadhaa. Kwa hiyo watakuwa wanafanya kazi yao au biashara yao vizuri. Na kama nilivyokuambia biashara kazi yake ukipata mazingira mazuri wezeshi, watu watakuja. Na umeona sasa hivi kuna wenzetu hawa Gen Z vijana unafanyaje? Inabidi ukiweka mazingira mazuri ya biashara wakakopesheka, utawakuta kesho na wenyewe wamepeleka mizigo yao kwenye hizo cargo, wanaweka kwenye storage, wanauza ndani pamoja na nje ya nchi. Na kama nilivyokuambia kwenye hili soko la Afrika, hili African Continental Free Trade Area lina ukubwa takriban ya watu bilioni 1 na milioni 400 ambao tu tumekaa bilioni 1 tunatafuta soko magharibi huko nchi za magharibi. Soko letu hili la African Continental Free Trade bilioni 1 na milioni 500. Mara nyingi mimi nilikuwa nasema ukizalisha hata kifungo chenye quality kinachomiti standard ya hili soko, ina maana hivyo vifungo vyako vitawafikia soko la watu bilioni 1 na milioni 500. Imagine. Ndio tunasema tuzalishe product ama kama ni service zenye quality ili tuweze kucompete katika hili soko lenye ukubwa. Unafikiri kwa haraka tunajua uweze kujibu kwa ufanisi kabisa, lakini kwa fikra yako na kwa usomi wako na experience yako, nini inatufanya sisi wa Tanzania hatuzalishi vitu vya ubora? Yani our packaging is not good, sometimes standards sio ile high quality standard. Kwa fikra yako ambayo inaweza kumfungua mtu hapa kila ambaye anatazama, why do you think hapo tunakosea hapo? Tukubaliane vitu vyote ili viende kwenye quality nzuri, ni lazima uwe na technology. Sasa hivi bila teknolojia huwezi kufanya vitu. Ukitaka kuproduce viatu, ukitaka kuproduce matunda, ufanye packaging, lazima uwe na teknolojia. Kwa hiyo sisi kama Watanzania kwenye eneo la teknolojia tunatakiwa tuongeze nguvu. Sisemi kama tujafanya vizuri, lakini tunatakiwa tufanye vizuri zaidi na zaidi. Kwa sababu ukikapacitate watu kwenye masuala ya teknolojia, wanaweza kuja na teknolojia kubwa za uzalishaji na mkazalisha product nzuri ambazo zitakizi soko la ndani lakini soko la nje. Na pia kama teknolojia lazima tuwe sasa na manpower ambayo ana support sasa hiyo teknolojia. Hapa wakati tunafanya maandalizi ya hichi kipindi kunato na plug ikae wapi ukiwakosa hawa sisi tusingesikika kabisa. Kwa hiyo lazima pia wapate watu ambao skilled wa kufanya hizo kazi kupitia hiyo teknolojia. TNCC mnasaidiaje hapo? Kwa sababu nyinyi mko na watu wenye viwanda, mko na wakulima, ulitaja list hapo, mko na kila mmoja. Mnawasaidiaje ku upskill hiyo teknolojia, lakini pia ku upskill kwenye workforce, labor force? Huwa mnawasaidia vipi? Kwa sababu ukiangalia unasema teknolojia is not cheap. Ni
kitu Umeelewa? Mimi nikitaka sasa hivi kusema natengeza hata quality ya kitabu kama hiki sasa hivi kuanzia scratch iwe 100% made in Tanzania, tunataka tuwe na hiyo label ya made in Tanzania. Juzi nasikia kiongozi mmoja anazungumza kwamba tuwe proud na made in Tanzania. Sikatai, ni nzuri, inakupatia angalau hata ile unajivunia. Lakini mpaka nifike kutengeza hichi kitabu, je, na teknolojia kutosha? Yes, na nikileta kodi nitalipishwa na TNCC mtanisaidieje? Yes, ndio sema kama nilivyosema, teknolojia haiepukiki, na sisi kama chemba wafanyabiashara tumekuwa tukijaribu kushirikiana na serikali lakini na development partners katika kuhakikisha kwamba teknolojia tunaitumia na tunaileta kwa ajili ya matumizi kwanza kwa wafanyabiashara wetu, lakini pia kwa sisi wenyewe TNCC. Mathalan kwenye upande wetu sisi TNCC binafsi 1999 chini ya Rais hayati Benjamin Mkapa aliipa mandate chemba wafanyabiashara taifa kuissue au kutoa cheti cha uasili, inaitwa certificate of origin. Maana yake nini certificate of origin? Unapotaka kuexport any product katika nchi yoyote unatakiwa uwe na hicho cheti cha uasili, ionekane kwamba hii bidhaa asili yake ni Tanzania. Okay. Kwa hicho cheti cha uasili tunatoa sisi Chamber of Commerce na tunapeleka katika soko la East Africa, soko la SADC, soko la China, soko la India, soko la International, soko la AGOA, soko la African Continental Free Trade Area, na katika masoko yote ambayo hichi cheti cha uasili kinapatikana. Na kuna makubaliano kati ya nchi na nchi ambayo tumeingiliana kwamba ushuru wa kiforodha ukitumia hicho cheti cha asili, right, kuna punguzo la kodi unalipata. Mathalan Baresa Group anapeleka maji yake Rwanda au Kongo, akaja kuchukua hicho cheti cha uasili, labda maji angechajiwa yale kodi shilingi 5, anaweza kachajiwa shilingi 3 kutokana na hicho cheti cha uasili. Sasa teknolojia ina apply vipi hapo kwenye upande wa TNCC? Wenzetu wa Trademark Africa, na hapa nitoe shukrani za dhati, wametusaidia mfumo kuufanya uwe online digital. Mwanzo kabisa ilikuwa cheti hicho cha uasili unatakiwa uende kwenye ofisi iliyo karibu na TNCC, ujaze dokumenti zako manually pale, ugongewe muhuri ndio utoke na hicho cheti ukafanya hiyo exporting ya hizo bidhaa zako. Lakini sasa hivi utakipata instantly kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. What you supposed to do ni kuingiza zile details zako, TIN number, company name, product gani unataka kusafirisha, quantity kiasi gani, inakuletea control number, unalipia, cheti kinakuja hicho cha uasili, yes, na nchi unayopeleka straightforward unaenda. Kwa hiyo kwenye masuala ya digital na kuhakikisha kwamba tuna facilitate trade kama TNCC, wenzetu wa Trademark wametusaidia hapo, na huu mfumo tayari tunavyoongea sasa hivi uko live na umeanza kutumika, na natoa wito pia kwa wanachama na wasio wanachama. Nimekwambia sisi tuna wanachama 30,000. Ndio. Lakini kupitia kuissue hizi certificate of origin ni sio wanachama tu ndio wanaotumia, hata wasio wanachama. Ukiwa fanya biashara yote unataka kupeleka bidhaa yako, si lazima uje kuwa na hicho cheti cha uasili, unakitumia. Kwa hiyo unaweza kukuta sisi tunahudumia wanachama zaidi au wanachama na wasio wanachama kwenye certificate of origin zaidi ya watu 1,000,000, 1,500,000 hadi 2,000,000 kwa mwezi, kwa sababu ya kutumia hicho cheti cha uasili. Na kuna kitu kizuri umekizungumzia kuhusu made in Tanzania. Tukasema ili iweze kufika mbali sana na tuwe na proud wenzetu wa Tantrade, kwa sababu ile ndio product yake ya made of Tanzania, tuiweke kwenye kile cheti cha uasili. Ile cheti cha uasili made of Tanzania. Sasa tutakavyokuwa tuna issue, wanavyopeleka huko wanasema ni kweli imetoka Tanzania na made of Tanzania iko pale. Ninaamini tutafanya kazi vizuri na wanafanya biashara tutaendelea kuwa facilitate kwenye kufanya hizo biashara. Na katika huo mfumo ambao mfumo huo wa digital unaitwa Tanzania Chamber Portal, una option pia sasa hivi ya kuweza kujiunga wanachama. Pia wanachama ilikuwa manual, lazima uje tukusajili jina gani na nini ndio tukupe cheti cha wanachama. Moja kwa moja sasa hivi utaingia kwenye mfumo, utaweka details zako, utaunganishwa na kuwa mwanachama wa Chemba ya Taifa ya Biashara, na utajichagulia wewe category kama unataka SMEs au wa size ya kati mwanachama au wale juu. Pia kuna hizo option zimewekwa. Zaidi nyingine ambayo ni jambo muhimu sana kwenye huo mfumo, kuna sehemu moja inaitwa help desk ambayo inashughulikia NTBs, non tariff barriers. Okay. Wewe ukiwa unafanya sasa biashara huko kwenye nchi yoyote,
ukakutana na kikwazo chochote cha kibiashara, hizo NBT, kuna sehemu unaweza ukakiripoti kusema bana, mimi niko hapa Rwanda, nimekwama hivi, nimekutana na mtu wa customer amenifanyia 1 2 3. Kwa wakiwa wanatuma zile non-tariff barriers complaints, sisi huo mfumo tunao kama chemba. Sasa lile litakalokuwepo tunaliangalia, hii kesi inahusu labda issue ya kipolisi, tuna escalate polisi ili iletewe majibu. Kama hili ni swala la TRA, tunachukua linapelekwa kama TRA. Hili swala la kiuhamiaji, unaweza kama unasafirisha bidhaa zako, umefika huko naambia mbona wewe sio raia, si swala la ukaliripoti. Kwa sisi tutakushughulikia na matatizo mengine ambayo yanafanya vikwazo vya kibiashara. Sisi kama chemba ya biashara tuna mfumo huo. Kwa ni service ambayo tunatakiwa tuwape wanachama wetu, na wasio wanachama wetu watumie ipoto ili iweze kuzipata hizo changamoto, na baada ya hapo nadhani watafurahi hizo services zetu na kujiunga na kuwa wanachama wa Chamber of Commerce. Tukiwa tunamalizia hapa, labda unaweza kuniambia mtu anawezaje kujiunga na Tanzania National Chambers of Commerce au chemba ya biashara ya taifa? Swali hilo ni very tricky, lakini kiukweli ni mwanachama yoyote. Okay, unajiungaje? Niliwahi kuuliza sasa labda chemba ni ya watu matajiri wakubwa sana au watu wenye elimu? Hapana, wafanya biashara tena, kuna wanafanya biashara hata hiyo elimu hawana, lakini wako vizuri kwenye biashara. Kwa hiyo chemba wafanya biashara ni kama nilivyosema, ni member based organization, ni ya wanachama, na wanachama wote wana sifa ya kuwa wanachama wa chemba. Wewe mjasiriamali, mama ntilie, sijui unashona nguo na kiwanda kadogo, biashara yoyote unaruhusiwa kuwa mwanachama. Na sasa hivi ndio nikasema tuna huo mfumo ambao ni very user friendly. Ukiingia kwenye website yetu unaweza ukapata, lakini tunaendelea pia kutangaza mara kwa mara. Ukiingia kwenye hiyo website yetu iko katika lugha zote mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Tutumie lugha ya Kiswahili, ni kwamba unaandika jina lako, kampuni yako inaitwaje, TIN namba yako ni ipi, address yako unakopatikana pale unakofanyia biashara ni wapi, biashara aina gani, kilimo, madini na nini na nini, umeajiri watu wa saizi gani katika hiyo biashara yako. Hapo tunaenda kwenye watu kuanzia wangapi? Wawili, kuanzia moja hadi kuendelea, kutegemea yani, kwa sababu mfanya biashara anaweza kuwa pia mmoja na duka lake na nini, natamani kuwa mwanachama wa chemba. Baada ya pale una submit. Kwa hiyo baada ya kusubmit automatic inakuchukua wewe, inakupeleka kwenye group ambalo unastahili sasa kuingia, labda ndio kundi la chini, la kati, la juu, inakuletea sasa na control number ya kulipia and then unalipia. Lakini sasa hivi tunataka tu promote wanachama wote waje, tuanze kwanza kuwatambua, waje kujiregister, tuanze kuwatambua. Wewe uko Morogoro, uko Mbeya, uko malipo sio juu sana? Hapana, malipo ni user friendly, na tunatamani pia nadhani vikao vitakavyofuata vya kikatiba, kwa sababu sisi Chamber of Commerce tuna vikao vya kikatiba, kikao cha bodi, kikao cha National Executive Council sasa hivi, lakini tuna kikao cha AGM. Tunatamani sasa kureview hizi fees. Tusiwe sasa na fees zile ambazo ziko juu sana, zinamkatisha, ambazo hazilipiki. Kuna wakati unakuta mwanachama anatamani kujiunga. Yeye akishafika tu kwenye fee unaweza kumwambia sijui 500,000, milioni 1, milioni 2, anaisema hata huo mtaji wake hata ufiki hapo. Kwa sababu kwa nini mimi nilipe pa? Lakini kukiwa kuna fee au zile ada ambazo zinalipika, na unajua kabisa bana, mimi labda ni 50,000, 100,000 huduma nitapata hii, nitapata hii, nitapata hii. Kwa hiyo mwenyewe atakuwa anajiangalia, anavyozidi kukua anahamia daraja lingine, lakini kusiwe sasa na kusema kwamba pesa ndio lazima tu kama bila hiyo pesa yani hata wanachama huwezi kupata. Kwa hiyo unakuta na idadi sana chache wafanya biashara au wanachama, kwa sababu pia ya kuona viwango ambavyo vilipiki vya kodi. Bwana Oscar Kisanga, umepitia mambo mengi kwenye experience yako, lakini hadi kwenye biashara umesema kabisa umeshakuwa na biashara, kwa sababu pia ni mtu ambaye unafanya business thinking a lot. Afya tu ndio hujafika, udaktari hujai kufika. Je, labda kuna kitu gani ambacho umeweza kupitia ambao kwako ilikuwa chungu kuipitia wakati ule, lakini sasa hivi unaitumia kama mfano wa kuonesha mafanikio yako? Yapo mengi. Kwa maana ya sisi binadamu lazima tupitie mambo mengi. Huwezi kuzaliwa tu ukasema unanyoka tu kama lula. Kwa hiyo yako mambo mengi tumepitia, kwanza kwenye level ya kifamilia, lakini kwenye level pia ya kwa maana ya elimu,
lakini kwenye level kwa maana ya utumishi wa kazi na biashara, lakini kwenye level ya kiimani, lakini kuna pia kwenye level ya experience hiyo unaosema. Kwa hiyo I can narrow down, labda nichague neno moja tu la upande wa kibiashara. Kwa nini imefika hapa? Mimi baada ya kumaliza kidato cha 4 nilisema ngoja nijaribu kufanya biashara. Nilikuwa siamini kama shule inaweza kanipa matokeo yoyote. Okay. Niliamini kwamba first kupata pesa, kwa hiyo nitakuwa mtu somewhere kwa muda mfupi. Yes. Kwa hiyo nikasema nijaribu kufanya biashara ya madini. Madini? Na okay. Madini nikadhani ndio yenye pesa nyingi inayokuja. Yaani ulienda ni pale pakubwa parefu. Ulienda wapi hapo sasa? Kuna mgodi fulani huko Mererani huko. Okay. Tukaenda Mererani. Yes. Na it was a team, lakini ni watu ambao tulikuwa tunaongea lugha moja, mimi na rafiki zangu bana, hapa maneno Mererani. Interview ya mwaka moja miwili, maisha yetu yamebadilika. Yes. Tutarudi hapa kijijini. Yes. Kila mtu atakuwa na gari, kila mtu atakuwa na nyumba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulipofika pale, option ni kwamba mwenye kuwekeza mgodi, yeye ni mtu ambaye haingii kule kwenye kuchimba. Kama wewe huna mtaji, lazima uingie kwenye kuchimba. Na sisi kwa akili yetu kule tulizani madini unayachukua tu juu kama unavyopalilia mahindi au maharagwe. Yes. Kwa tukafika pale, ilikuwa usiku, tukasema na sisi tumekuja kuomba kazi ya kuchimba madini. Kuchimba madini sawa, basi tusubiri mwenye mgodi kesho atakuja hapo, ili kwa sababu huwezi kuingia tu from nowhere. Kwa hiyo kesho akaja mhusika yule, tukajieleza, nyinyi mmetokea wapi, hivi na hivi. Tumemaliza shule. Sawa, kwa hiyo mnataka nini? Tunataka kufanya kazi ya uchimbaji madini. Lakini hii inatakiwa kuingia chini, kunaitwa manta kule. Muingie kule chini na muweze sasa kufanya hiyo biashara. Ni chini tena au kuna sehemu labda hii inatakiwa uende chini. Kwa hiyo ikaonekana sawa, tumekubaliana. Sasa ndio kilichotuleta, na sisi tuna akili bado ya utajiri. Range Rover kama ulivyosema, nyumba za basi. Tukapata hizo registration, tukachekiwa na afya kidogo. Kwa hiyo kazi ikaanza. Kwa mnaingia chini kule 1 hour, half an hour, 2 hours, mnakuja juu labda kwa ajili ya chakula na madini hayapatikani, ni nightmare. Alafu uko ile joto, kupumua shida. Tumekaa kule wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, ukirudi huko na sasa mbona kama siku zinaenda na utajiri wenyewe auji. Kwa hiyo mwezi wa pili ikabidi sasa, nadhani mazingira na umri pia tulikuwa bado wadogo, mwenzangu ikabidi yule apate shida ya kudondoka. Kwa sababu tulibidi tukonde na nini. Hiyo miezi mitatu yote minne tuliyokwenda, nothing with the pocket, kwa zaidi ya kile chakula. Una hela, si ujaja na hela, ulitegemea utazipata kule. Kwa chakula ni kile kinacholetwa kwa pamoja cha huyo mwenye mgodi anaohudumia, mnakula. Kwa hiyo bwana, tulipopanda juu akashindwa kusema tuende. Lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa kwenye hatua za 99% ya kunyosha mikono kwamba na mimi silikuwa, nikapitia ule mgongo alipodondoka, huyo anatakiwa hospitali. Basi baada ya kwenda hospitali hakuna aliyorudi. Baada ya hapo, bahati nzuri tunarudi nyumbani, tunaambia bana, umefaulu, unatakiwa uende shule. Sema huku labda ndio ilikuwa eneo langu, ndio hapo shule na mambo mengine yakaenda. Unafikiri mlitumia shilingi ngapi pale migodini? Kwa maana ya nauli. Mlea tuna nauli nyinyi. Kama mkuinvest. Sisi wenda tukifika kule tutapata haraka tupate jiwe, tuliuze. Kwa hiyo sisi tulifanya vibiashara vile vya nyumbani. Tukapata tu nauli ya kutoa kijijini mjini Arusha Mererani, na tukaomba kazi kama bana, sisi ni Watanzania wenzenu, tunatamani tuchimbe madini. Tukasubiri, tukapewa utaratibu, na of course kipindi hicho ilikuwa uhitaji wa huyo mwenye shimo ulikuwepo kutaka watu. Kwa hiyo hakuweza kutukataa. Hakukuwa na interview kali sana. Kuangalia afya zao, naona wana nguvu, kwa sababu kule ni kutoboa,
kuwa na torch ile ya kuangalia wapi Kama unatembea, yeah. unajua wapi pa kukanyaga pale chini, usije ukakanyaga, kwa sababu kuna wakati unaweza kukanyaga ukalishtua demo la huku ndio likaja ndio inakuja na titio. Kuna step pia za kukanyaga ukiwa kule, ni jinsi gani ya kupumua. Kuna wakati bana pua moja, bana pua moja, kuna nyingine hapa kutoa yote, sababu unaweza kubana pua hii mchanga ukaingilia huko, kabana pua kushoto ukaingilia huko. Kwa hiyo kuna technicalities nyingi ambazo nilikuja wakati sasa nafanya masters ya human resource na strategic. Sasa hivyo nilikuwa nasomea zile PPDs. Yes. Zile properties juni za kuwa nazo kwenye eneo la pale. Mlikuwa hakuna. Ni mliingia tu vile vile yani. Unatakiwa tuwe na kofia, sijui ni mask nini. Ndio ilikuwa hivi, kulikuwa maisha tulikuwa tunayachezea hivi kabisa. You know? Lakini hiyo ndio lesson. Very hard lesson learned. Thank you. Asante sana Bwana Oscar Kisanga, afisa mtendaji wa Chemba ya Biashara ya Tanzania, ya taifa yetu yani yote, ambayo zamani ilikuwa inaitwa TCCIA, sasa hivi ni Tanzania National Chamber of Commerce, TNCC. Leo imekuwa siku ya baraka sana kati yetu Wealth Media Group na TNCC kwa kukaa pamoja kusema tutaendelea mwendelezo wa podcast ya biashara na wafanya biashara na wanachama wa TNCC wengi. Nitasubiri niongee na wachimbaji na wenye migodi kutoka TNCC watueleze zaidi tunawezaje kupata utajiri, na kama kuna jenzia naangalia asifanye alivyofanya Bwana Kisanga, afanye vingine. Lakini tunashukuru sana kwa ushirikiano. Asante sana kwa kutupatia historia ya maisha yako, lakini pia kutupatia wigo na kutueleza dira na mipango ya TNCC. Lakini mnachofanya hata sasa hivi ni muhimu sana, na tunatakia kila la heri. Umetufungua macho, nilikuwa sijui tunafanya mengi hivyo. Umeniambia pia tuna ofisi za diaspora, tuna ofisi China, tuna ofisi Turkey, Dallas Marekani, na tuna mpango wa kufungua Brazil Russia, na kwingine. Request ni nyingi sana. Kwa hivyo hongereni kwa kazi nzuri. Na kupitia kipindi ambacho tutakuwa tunafanya pamoja, tutakuwa kuna wakati tunaona watu kutoka TNCC kama mkurugenzi au afisa mtendaji mwenyewe au wengine kutoka TNCC wakiongea na wanachama kuhusiana na mipango ijayo. Watakuwa wanafanya, kama wewe ni mwanachama basi ni fursa nzuri ya kuangalia, kama sio basi endelea kufuatilia, utashawishika kuwa mwanachama wa TNCC. Tunakushukuru kwa muda wako. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Boardroom, until next time. Ciao.